Bwana leo tuna mshangazi hapa na kuna kijana mdogo tu anacheza nao. Najua unataka kufahamu imekuwa vipi wakafikia hatua hii. Basi twende pamoja. Tunaanza movie na mwanamama anaitwa Adenike. Yeye ni mmoja wa wafanyakazi bora kwenye kampuni yake. Sasa leo hii amechaguliwa kuiwakilisha kampuni yake kwenye mkutano fulani hivi huko jijini Abuja. Hii ni familia ya Adenike na huyu ni mume wake anaitwa Tunde. Leo mtoto anamuuliza babake kwamba mama atarudi lini, ila mzee anamjibu kwamba atarudi baada ya wiki kadhaa. Adenike anaendelea na mkutano na anatoa semina kuhusiana na masuala ya nishati, ila pembeni kuna dogo anamtupia jicho hatari. Adenike anapongezwa kwa kutoa semina nzuri na anatoa maelekezo juu ya mkutano ambao utafuata, lakini yule dogo bado anamtupia macho fulani hivi ya kumtamani. Baada ya mkutano mida ya usiku, Adenike amekuja kupata kinywaji. Ile dogo naye katokea maeneo yale na akajitambulisha kwa yeye anaitwa Chidi. Basi walikaa wakapata kinywaji pamoja na dogo akawa anatupa swaga mdogo mdogo. Adenike alizisikiza sana swaga za dogo, ila muda uko umefika wa Adenike kwenda kupumzika. Asule muda anasimama akadondosha kadi na dogo chapo akaikanyagia hapo mguuni. Lakini tazama macho ya Adenike, yani kama tayari kaishamuelewa dogo janja. Chidi kashika ile kadi, anaona ile ndo chance ya yeye kumfuata Adenike kule hotelini ajifanye kampelekea kadi yake. Wamefika huko hotelini na Adenike anamuonesha Chidi kuwa hichi ndo chumba ambacho yeye analala. Ila kitu cha ajabu ni kwamba Chidi pia anamwambia chumba chake na yeye ni hicho ambacho kinafuata hapo mbele. Kwa hawa ni majirani. Sasa tazama michezo ya Adenike. Adenike anamwambia Chidi kama vipi aingie chumbani wakapoe kidogo. Chidi anakubali maana yeye ndo mambo anayopenda na Adenike anamtupia jicho hatari, yani huyu mama. Bwana wamefika huku ndani na Chidi chapo kumchelewesha. Mambo ni kama hivyo unavyoona, ni kupinduka tu huko ndani. Bwana mechi ilichezwa na sasa hivi timu zote zimeenda mapumziko. Sasa Chidi na Adenike waliendelea na mahusiano kwa muda wote ule ambao mwanamama alikuwa kule jijini Abuja kwa ajili ya mkutano. Nakwambia wawili hao walikuwa kikutana muda wote ni kupelekeana moto tu. Chidi alikuwa akijisnap na Adenike, licha ya kuwa Adenike alikuwa akimkataza asiwahi kuziposti picha hizo. Leo ndio siku ya mwisho ya mkutano na Adenike amekaa anajitafakari sana juu ya mambo yote ambayo alikuwa akifanya na ule mtoto Chidi. Ila anajiambia kwamba yule alikuwa sio yeye na inabidi akate ya mahusiano mara moja. Huu ndio mkutano wa mwisho na Adenike anawaaga, lakini pia anawashukuru kwa siku zote ambazo wamekuwa pamoja. Lakini Chidi akili haipo kabisa, ni anautazama tu mshangazi wake. Basi wanampigia makofi Adenike na kuagana naye. Adenike ameanza safari ya kwenda nyumbani na ameshafika nyumbani kwake huku. Watoto wanamkumbatia mamao, lakini pia mume wake anafurahi sana kumwona mke wake amerejea. Imefika usiku, Adenike amelala, lakini mume wake huyu anaitwa Tunde anajaribu bwana kubembeleza kama atapewa penzi, ila Adenike anamkazia, anamwambia kwamba amechoka. Lakini sisi tunajua ni kwamba Adenike ametoka kutumika sana. Adenike amerudi kwenye kampuni yake, anawapatia ripoti juu ya ule mkutano ambao alienda kufanya kule jijini Abuja. Wakati anaendelea kutoa ripoti, mara kuna message inaingia kwenye simu yake. Adenike anaisoma, anaonekana kushtuka sana. Bosi wake anamshtua, anamwambia Adenike, tunakusikiliza. Lakini Adenike anaonekana kuchanganyikiwa sana. Hivyo anamwomba bosi wake ripoti ile aitoe wakati mwingine, maana sasa hivi hajisikii vizuri. Adenike amekaa ofisini kwake na anaiblock ile namba ambayo ilimtumia message. Kwani huyu ni nani kamcheki Adenike? Mbona anaonekana kuchanganyikiwa? Kwenye simu inaingia message nyingine na imeandikwa hivi: kwa nini unijibu? Nilihisi tuchokuwa nacho ni kitu cha kipekee. Adenike anachoka sana na anaamua kumjibu, anasema, Chidi, naomba uniache. Kilichotokea kule Abuja kilifika mwisho. Kwa hiyo achana na mimi. Kumbe muda wote alikuwa anavuruga kichwa cha mwanamama Adenike ni mtoto Chidi. Chidi katuma message nyingine, anasema, Adenike, unawezaje kuniambia hivyo? Mimi na wewe tuna mahusiano, tena mahusiano ya kweli. Basi Adenike anajibu kwa hasira, anamwambia Chidi, mimi nimeolewa na ulikuwa unatambua hilo, na tulichokifanya ilikuwa ni makosa. Kwa hiyo nitakublock ukiendelea kunitafuta. Lakini Chidi ndo kwanza elewe, anamuuliza, hii ndo michezo yako ni wanaume wangapi umewafanyia hivi? Leo tena Adenike yuko ofisini, analetewa maua. Kufungua yale maua, ndani kuna kadi. Ile kadi anaisoma, anagundua Chidi ndo katuma maua yale. Yaani Chidi kaanza visa ise. Sasa aliamua kumpigia Chidi ili waweze kuongea, na anamueleza kwamba walichokifanya kule Abuja ni kweli walienjoy, lakini yaishaisha yale, na ni kwamba yeye ameolewa na Chidi alikuwa anatambua yoyote. Kwa anachomuomba kila mtu afuate njia zake, aache kumtafuta kabisa, atamharibia ndoa yake.
Sasa Chidi anacharuka, anamwambia ise Adenike, na kujua vizuri sana, na kuanzia familia yako, mume wako anakofanyia kazi wote nawajua, kwa hiyo nitakuharibia. Chidi kaamua kutumia vitisho, lakini Adenike anamkatia simu Chidi. Ni muda wa chakula, lakini Chidi anampigia simu Adenike. Adenike anashtuka, hadi mume wake anabaki anashangaa. Aisee, Tunde anamtazama mke wake, anagundua huyu kuna kitu hakiko sawa. Adenike yupo huko anaosha vyombo, lakini nakwambia akili haipo kabisa. Mume wake inabidi amuulize, Adenike una shida gani? Mbona tangia umetoka Abuja hauko sawa kabisa? Lakini Adenike anamdanganya, anamwambia kwamba niko sawa, ni kazi tu za ofisini ndo zinanichosha. Sasa Chidi baada ya kuona kablokiwa kila sehemu, kaamua kutumia email. Kamtumia email Ade, anamwambia, unaonaje mume wako akijua yale tuliyofanya kule Abuja? Yaani Chidi anaendelea kumtisha Adenike. Siku nyingine Adenike yuko ofisini, kaletewa kibahasha fulani hivi, anafungua ndani, anakutana na picha ise. Chidi katuma zile picha ambazo alipiga wakati wapo kule Abuja, na sio picha tu, katuma na video pia ambayo inaonyesha wakati wakiwa wamebananishana mlangoni. Adenike katoka nje kachanganyikiwa, lakini anatupa jicho pembeni, anamuona mkali Chidi. Chidi ni chizi wa mapenzi, yani kamfuata huko huko kazini. Kwanza ni anamtazama, anacheka sana. Usiku Adenike akiwa amelala, Chidi anatuma email nyingine. Anamwambia hata kama ukibadilisha namba haisaidii chochote, maana mimi nipo karibu na wewe zaidi unavyofikiria. Bwana Chidi yupo nje ya nyumba, ni anautazama tu mjengo, anatamani aingie huko ndani. Ni siku nyingine huko nyumbani, Tunde anapokea zawadi, anaambia kwamba hizi ni zawadi za mke wako, kuna mtu kanipatia nizilete. Basi mchizi anazipokea zile zawadi na anashangaa sana ujumbe ulioandikwa kwenye karatasi. Adenike katoka kazini, anashangaa kuona mezani kuna zawadi. Mume wake anamuuliza, unaweza kaniambia ujumbe unamaanisha nini? Ujumbe umeandikwa, anasubiri kwa hamu sana siku ambayo utakutana tena. Adenike anajichekesha na anadanganya kwamba huyu ni Janeti, ni mfanyakazi mwenzangu, tupo ofisi moja, ndo ana michezo ya kutumia zawadi. Ila jamaa anamuuliza, kwa hiyo Janeti ndo amekutumia champagne, perfume pamoja na chocolate? Kwani mnasherekea nini? Adenike anasema ni zawadi tu, hakuna kitu ambacho tunasherekea. Yaani manzi anavunga. Wametoka out kama familia, wanapata chakula cha usiku, lakini muda wanaendelea na chakula, Adenike akawa amebanwa na mkojo, hivyo akaelekea toilet. Kwa kundani anagonga mlango wa kwanza, kuna mtu. Najaribu mlango wa pili, pia kuna mtu. Basi anaamua kutulia kidogo asubiri, na anajichekicheki hapo kwenye kioo. Bwana, muda huo mkali Chidi anaingia. Mfuata mwanamama akambananisha ukutani. Anamwambia, kwa hiyo hii ndo michezo yako, si ndio? Kwa hiyo unahisi unaweza ukanichezea na ukaniacha? Bwana, kumbe na wanaume tunachezewa Nilikuwa sijui, hii ndo naijua leo. Chidi anamwambia, najua kila kitu kuhusu wewe, nishakwambia. Najua watoto wako wanasoma wapi, najua mume wako anafanyia kazi wapi. Kwa muda wowote naweza nikakuharibia. Adenike anamuuliza, kwani unataka nini? Chidi anamwambia, mimi nakutaka wewe. Nataka tuendelee na mahusiano yetu kama tulivyokuwa mwanzoni kule Abuja. Chidi anamwambia Adenike, nitakutumia location uje tuonane, na uhakikishe unakuja, la sivyo nitawazulu watoto wako na nitasambaza zile picha kwa watu wote wanaokufahamu. Bwana, Chidi anafika mbali sana yani. Chidi kamaliza na sipa zake, Adenike chozi linamtoka. Adenike amerudi amepagawa, anamwambia mume wake aweze kuondoka ile sehemu, anahisi mwili wake hauko sawa. Sasa wamefika nyumbani, leo jamaa anambananisha mke wake, anataka kujua ukweli, maana mwanamke wake amebadilika sana, anataka kujua ni nini kinaendelea. Adenike hana ujanja, inabidi amweleze mume wake ukweli. Sasa iko hivi, safari zote ambazo Adenike alikuwa akiondoka za kikazi, alikuwa akifika huko bwana, anatafuta wanaume wa kulala naye. Yaani sio mara moja tu, safari zote ni wanaume tofauti tofauti ambao alikuwa akilala nao. Yaani hii ndio ilikuwa michezo ya Adenike. Ase jamaa kachanganyikiwa, haamini kabisa anachokisikia kwa mke wake. Tunde kachukia, akainuka anataka kuondoka. Mke wake anamwambia, subiri, kuna kitu kingine sijakwambia. Adenike anasema, hii safari ya mwisho ambayo imetoka Abuja, kuna mwanaume nilikutana naye, lakini sasa hivi nataka kumwacha, anatishia kuwazuru watoto wetu. Na hapa anamzungumzia Chidi. Tunde anashangaa, anamwambia, wewe, yaani watoto wetu hapo hatarini kwa sababu ya ujinga wako? Tunde anasema anaenda kutoa taarifa polisi, lakini mke wake anamkataza, anasema, yule kijana ana picha na video zangu, akijua tumetoa taarifa polisi atazisambaza. Ila Tunde anamwambia, mimi sijali kuhusu wewe, ungeafikiria hayo kabla hujafanya huu ujinga. Chidi sinakumbuka alisema atamtumia mama location, leo ndo kamtumia ile location. Sasa sijui hadi ataenda au vipi.
Jamaa kweli aliita polisi na wakamwelezea kila kitu kinachoendelea. Hivyo polisi akaomba apewe simu aweze kutazama meseji ambazo wamekuwa kichati na kijana yule. Polisi kutazama vile vitisho ambavyo Chidi alikuwa akivituma, anamwambia kwamba haya ni makosa kisheria. Hili ni kosa kubwa sana ambayo kijana anafanya, na anamwambia hivi, kwa vile ametuma location kwamba anataka mkakutane, basi mimi nitatanguliza askari wangu kwenye hilo eneo ili yule kijana akifika tu aweze kumkamata. Bwana, Chidi anasukiwa mpango hatari sana. Yaani Chidi anaenda kuungua. Ule muda ambao alikubaliana watakutana umefika. Chidi anapiga simu anamuuliza Adenike, mbona sikuoni? Lakini Adenike anamwambia Chidi, mimi siwezi kufanya hivyo tena. Huu ndio mwisho wa mambo yote tuliyofanya. Lakini Chidi anamwambia hivi, Adenike, umesahau kama nina vitu vyako, nina picha zako na video zako za utupu, nitazisambaza na nitamwambia mume wako kila kitu. Lakini Adenike anamwambia, mume wangu nishamwambia tayari, na sio mume wangu tu bali polisi nishawapatia taarifa. Muda ule wanaenda kuongea, mara Chidi anapiga kelele kwenye simu, yani ni kwamba ameshakamatwa ise. Afande huko anapokea taarifa, anaambiwa kwamba mtuhumiwa ameshakamatwa. Anafurahi sana. Tunde anamuuliza afande kuna nini? Afande anamwambia yule kijana ameshashikwa, hivi sasa hivi ipo chini ya ulinzi. Ndoa ya Adenike na Tunde imeshaingia doa, yaani imebidi waweze kumuita mtaalamu aweze kuja kuwapa ushauri. Tunde anauliza, nawezaje kusahau haya yote aliyofanya huyu mwanamke? Nawezaje kusahau? Ila mtaalamu anamwambia, unaweza usisahau, lakini unaweza ukachagua kumsamehe. Tunde anashauriwa aweze kumsamehe mke wake kwa yale yote aliyoweza kuyafanya. Adenike chozi linamdondoka, anajutia yale aliyoyafanya. Chidi kafikishwa mahakamani, anaambiwa amepatikana na hatia ya udhalilishaji pamoja na kujihusisha na biashara ya madawa ya kulevya. Yaani kumbe Chidi bwana alikuwa anauza pia madawa ya kulevya. Kwa hiyo Chidi anaambiwa unahukumiwa miaka 5 jela. Aisee, Chidi amini anachokisikia. Utani aisee, anaenda kwenye debe miaka 5. Baada ya muda kupita, huko nyumbani amani na upendo vimerejea. Mama anacheka na watoto wake na mume wake pia wameshasameheana. Bwana hii ni TZ Movie Box na huu ndio mwisho wa recap yetu kali. Usiache kusubscribe, kulike na kuweka comment kwenye video hii. Tukutane kwenye recaps zingine zinazofuata. Ciao.